ndugu zetu ambao mko kwa serikali kwa sasa, listen to me. Ile aibu ambayo mmetuletea ni mbaya sana. Ambia gani? Mtu amekufa kwa sababu yenu. Watoto wa mamaji watano walipelekwa kotini, akiwemo yule ambaye pia alikuwa ameaga akapelekwa kotini. Vile tunaongea saa hizi tunamwingia hata pasipoti yake ilichukuliwa, hawezi akafanya biashara. Ile wivu ambayo sisi tuko nayo lazima tuache hiyo wivu. Wakati mzee Moi alistaafu, wale kila yetu walisema kwamba mahali Moi alikuwa anakaa pale Kabatet Gardens, wanasema ilikuwa ni shamba ya umma. Wakati wanaenda kwa mzee Kibaki wakasema turudisha shamba letu, mzee Kibaki aliambia kila yetu endo katafute title deed kwa jina la Moi umpatie. Lakini hao wetu wakati wanaona mzee wetu mkongwe ambaye ni role model wetu anaangaishwa, they have got no balls ya kusimama na kuambia Ruto kwamba kama huyu ni wetu tutakufa na yeye. Hao ndio wa kwanza kwenda kuangusha nyumba ya mzee Muzaka alia siku tatu akikaa kwa kiti pale, and from that time mpaka sasa hivi akakufa. Watu wetu tulikuwa tuanze kuwa macho. Mimi juzi nilikuja hapa nikasema kwamba tutakuwa na silabasi, ndio baba nataka silabasi kama tuleti yule mtu ambaye atembei na sisi, yule mtu ambaye ameungana na Ruto kunyanyasa watu wetu, hatutamkubali na kisia ajifanya anaruka kutoka sisi. Hakufaye kwa dini ndio hakufaye kwa dini ndio rafiki, si ndio? Saa hizi na wale wanaofurahi kama kutumia wao ni kisia ndio kalaka labda kutoka hiyo hukumisha ingapende na mambo hapo. Ela ina hakuna kueleza na option hiyo ndio maana ambayo inaenda kuomba watu wetu. Wakati jamii zingine zinaenda pamoja, wanajikusanyika, wanakuwa na unity, hiyo sio kabila. Lakini wakati Muluya anasema wao kuja pamoja, wanasema hao ni wa kabila.